simu hazipokelewi, kazi ipo. Sijui mbona CEO Jefferson Kionde ametulia, alikuwa amekuja kusalimia na maji ya chupa. Mwambie asante. Unajua yeye pia ule vipaji sana shule ile ya Ndonyo. Haya, taratibu. Wanageresha pale wanashine ZFC lakini wanakataa hapa. Timu hii ya UDFC anadokoza refu juu kwa juu namna gani pale, lakini goalkeeper huyu anakuja kupangua. Jazi nambari 6 hana haraka, tia kwenye kigo cha mguu taratibu, anapiga sabu ya kwanza, pili anapiga pasi ya chini kwa chini kwake Jazi nambari 6. Wanakuja kati mwa kiduara, Jazi nambari 4 piga pale kwenye kichwa, anatuliza kwenye kiwiko cha mguu, au nachizo wapi taratibu pale pembezoni kulia, Jazi nambari 10 tisha ya kwanza. Hii ni timu ya Shiners FC, piga pale pembezoni, lakini anakata pale beki huyu Jazi nambari 12 kwenye gongozi upande wa timu ya UDFC, piga pasi ya chini kwa chini, au nachizo wapi Geresha na kananyanganywa virahisi pale na Jazi nambari 7. Piga pasi bado. Basi mechi ikiwa ndio kateraiza ya mechi za leo. Kumbuka kutakuwa na mechi ya kutafuta nafasi ya 3 na 4 mtawalia, kisha finali kuu ambapo tutakuwa tunampata mshindi, tutakuwa tunajua kama ni Zola ama ni ile timu nyingine. Asante sana. Refa anapuliza kipenga kwa sheria, ni mpira wa madhambi. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Kwa hivyo sina shaka, na mimi sina uhusiano wote na Makenzi. Tayari nishampata wakili Kemboi, kwa hivyo atanitetea. Na mimi siombi sadaka sana. Wakili huwa siombi sadaka kubwa sana. Kwa hivyo hata wewe ukiona hivi pitisha tu sadaka kidogo. Wakili. Asante. Hata leo mwanabiashara KE anasema alikuja mfuko umejaa. Kwa hivyo mtulie tu. Asante. Kumbuka wanashina ZFC wamekuvalia kijani kibichi almaarufu green, Shining FC. Alafu ile michirizi ya rangi nyeupe, zile soksi ni za rangi nyeupe, michirizi ya rangi kijani kibichi. Anza pale taratibu, hatari, piga gogo namna gani, goalkeeper anapangua na kwa nini kona. Piga pale fataki, lakini ilikuwa hafifu kama yake Wegost. Kipa anasema hii hapana, lazima nipangue. Na kwa ni kona hapa. Sikiza. Anaweka kwenye ima yake tu, natakuwa natumia goal lipi kuleta kona ima la kulia. Naam. Anakuja kuchanja juu kwa juu namna gani, wanakata wana UDFC. Piga fataki ya mbali lakini hajalenga shabaha, na babatiza mtu dunda 1 2 3 natoka nje, itakuwa ni mpira mwisho. Anakuja kujipinda kama upinde pale taratibu kwenye kidari, wanatia wana Shining FC. Taratibu anakataa beki Jazi nambari 13 kwenye gongozi, lakini kisha puliza kipenga. Center referee atakuja kurusha taratibu kwenye gamba la kifua tia, lakini tena kipindi cha kwanza kinatamatika. Kipenga kimepulizwa, sijui hivi ndivyo. Kasi mtulia. Sema kitu. Asante. Hivyo kipindi cha kwanza kimetamatika 0-0. Tungoje tuone kipindi cha pili namna ambavyo litakavyokuwa. Asante sana pia shabiki wa UDFC anaitwa Charles Tengea ananiambia kwamba Kefa kazi safi sana. Thank you so much. DJ, meanwhile, abantu bamito balimo kantuko joinima. Asante sana. Nindo chabantu getega bakonya gukora cheche. Manya security era nigere era mambo mbaya. Egeto kyama na tora kya maskani abageni ngocha bara bange sana. Abageni bagocha. Ebiro bombira ali bikaigo moko na libaga. Meanwhile, kuna wasanii washafika hapa ndani. Abasanii baro baswaire. Teta kona msanii anaitwa Prince Nyakunde.
Princess Nyakundi, sijui Prince Nyakundi akimbia hapa mbele. Mimi ni Narodi Ems. Emonyo, karibu sana ndani ya nyumba. Please. Please. Onye Prince Tayo. Bosire Raymond. Oh, ashafika. Akirango mumuroyo chinkobi. Kuna mpigie makofi kidogo tu. Umumuroyo no musani kurusoka alia. Okokolega asiengia tiango tura igwango. Nkareko motogia bakora. DJ. Ando wa mindombi ya mole. Meyamole mwenzi. Samaria tangoro ko Prince Nyakundi. Kira sana boko nyawarondi kigali YouTube, Facebook, kira mtandao na boko nyara Prince Nyakundi. DJ tuende. Kiruna yena jolile, omoyo ne hangyo kuntuma. 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 Omoisinga bokeke mambi ngagenda ruche kubuja mache kinde bitacho kubuja mache ngaroro mwana liza sebuli omwana maenero mesete akande belieta kuruku kero nende kamote byangoro kubulinzi mwana maena kamidaba kiruba maene na kwanjire onye nilieta tuamanya nire etamyoka bwate na nyemanyire omoisia maene na isandekiri kirunda ketuingo ire tangaze abachaya barori batandaze abatoto nebira unjendigane imaete magode bya mange kerugo koranja yodigane kwandane naende ndozikane oruri maboito bogenderere kirugo naye na jolire omoyo ne gakyuguntuma 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 omwana moitongo tabwatia mangana kiruwa maende kerugo taro kwendegera umwana rirege njerogo teza baitike nyoro batemire amangana mange bakwanire kogoteria kerugo timbwati kende kolela ebono wanjorire kerugo naye na jolire omoyo ne gakyuguntuma 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 itunda lyo bwanjanire linganzu gwakolire nje nabeire limanzu bwanjani bwitotobolike getabu kegende nguma makatiro emisyangu torangeri gundi zidive nje naye kerugo tocheze dinamu oisine ruengo bundize jarabu ngoire bosongo bolere mide byanzu ekizigo jeiga gypsy na kuko mwezi ngungware kune kurukuru. Thank you. Naye na jolire omoyo ne gakyuguntuma kerugo 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 naye na jolire omoyo ne gakyuguntuma. Sawa DJ. Tunaingia katika kipindi cha pili kutoka uwa watambaji mahali ambapo tunaenda kukuletea kabumbu dhidi ya Shans FC dhidi ya UDA FC. Sikiliza, kichwa inaita lakini na sidi inatoka nje. Ilikuwa imekuja mituringa
lakini kama bado bahati changukia. Sikiliza, nambari ya 3 anatoka hapo Lilif kumtafuta mwenzake, lakini bado anazuia. Anajaribu kupisha sasa Shines na sidi natoka nje. Ilikuwa imerenga vizuri, lakini bado ilikuwa ya Shaba. Na inasidi inatoka nje. Sikiliza goli kikio. Adujui itakuaje. Wapo unaungana nasi. Vile vile mimi naitwa kwa Rocho Freddy. Tukiretea kabumbu hii moja kwa moja kutoka uo wa Tambaja. Vile vile baada ya hii ngoma kukamatika, waenda tukajiunga na timu mbili ambazo waenda zikaingia mtawaria. Zingania nafasi ya 3 na 4. Vile vile babu kubwa ambayo inazubiwa mianda ya saa 10. Ikiwa ambayo inang'ang'ania nafasi ya 2 na ya kwanza mtawaria. Sikiliza, mdhamini wa hili kombe kwa ni Chaveti Nyakundi. Mdhamini wa hili kombe. Sikiliza, katikati Neita anajaribu kujipinga chuni, anajibia shapia wapi. Bado safari UDFC anajaribu kufungua kule kumtafuta mwenzake, anawahi lakini wapi. Nambari ya 2 bado UDFC wanajaribu, anapisha ya kwanza inakubali, anamtafuta mwenzake yupo wapi, lakini bado anajaribu kurina miteringa lelele, alishaotea mapema. Ilikuwa ni offside hiyo. Baada Tangazo. Iwapo wewe ni msanii, tafadhali sasa hivi leta majina na ngoma zako pale kwa DJ. Sasa hivi leta ngoma zako kwa DJ. Kama wewe ni msanii, pale kwa DJ leta ngoma zako. Asante. Haya, sikiliza, ngoma ni ya kurusha kuelekea upande wa UDFC. Ni Kabu. Kama sijakosea ni Kabu. Sikiliza, hiyo inatokolewa Lifu kumtafuta mwenzake, lakini bado Kobra Nawai anajaribu kumtafuta mwenzake. Nambari ya 2 mgongoni, anaachilia mituringa kumtafuta mwenzake. Nambari ya 8 lakini mlelelele anaondoa eneo la hatari. Walikuwa wameanza kupanga upya, lakini bado bahati itasimama. Sikiliza, ni ya kurusha kuelekea upande wa Shines. Sikiliza, wanaenda kurusha nambari ya 4 mgongoni, anajaribu pia arusha wapi, anamrusha mwenzake, lakini bado anawahi. Wanaondoa tena Shines. Safari sasa ni ya Shines FC, anatafuta mwenzake. Nambari ya 8 mgongoni, anajaribu apige wapi, alele anapea kozi, lakini Kobra anazuia. Wanaanza tena kujipanga upya, anajaribu apinde, lakini bado anajaribu kushusha, lakini bado nambari ya 10, lakini bado wanaanza tena Shines, anajaribu kupisha, lakini bado Kobra anazuia. Ni ngoma inasidi inatoka nje, na kwa ni ya kurusha kuelekea upande wa Shines FC. Sikiliza, nambari ya 4 mgongoni anaenda kurusha kuelekea upande wa Shines FC. Anarusha vizuri kumtata mwenzake, nambari ya 2, lakini bado Shines anajaribu kushia tena, anasidi anatoka nje. Hiyo ngoma inatoka nje kwa maana alikuwa amezuia kidogo. Inakuwa sasa ni safari ya kurusha kuelekea upande wa UDFC. Anaenda kurusha nambari ya 7 mgongo, anaachia nambari ya 10 mgongoni, anajaribu arusha wapi, anatafuta mwenzake, anamtia kwenye kifua vizuri. Wanaanza sasa UDA, lakini bado refa wa katikati anafuriza kikorombo chake, ishara alichesewa vibaya visivyo. Haya, sikiliza, hiyo anajaribu adokoe wapi, anatafuta kuangalia wapi. Sikiliza, Badriko nambari ya 4 kutoka Shines FC anatoka. Anaenda na Badriko lingine nambari ya 8 mgongoni anatoka vile vile upande wa Shines FC. Anatoka anampisha mwenzake angalau aweze kubadiliza ngoma. Sikiliza, wanaanza kule chuni, atajaribu pia wapi, anajaribu kuwaita, anasukuma kudomo kule mbele kumtata mwenzake, lakini bado nambari ya 10 sikiliza, eneo la Faria anakata. Leo goalkeeper anachukua, anasema hichi kuna wanaanza na nambari ya 2 mgongoni, anajaribu anatoka lefu, lakini bado wanazuia, anajaribu bado wanaanza. Refa wa katikati anapulisha kikorombo chake, ishara ngoma itakuwa ni ya kuchezwa kuelekea upande wa UDA FC. Mwenzangu, ningeweza kupa nafsi hii ili nawe uweze kutumbuiza kidogo kwa matangazo haya moja kwa moja kutoka uwanja wa Tambacha FC ambao umeweza kupepa mashabiki takriban 10,000 hivi, kwa maana ukiangalia hamna hata mahali pa insi kutema mate.
Hiyo ni ishara kwamba wana muheshimu sana Mheshimiwa Chavet Nyakundi. Mwenzangu, kasi kwako. Asante sana. Haya, anatoa mojoko. Naona anampiga mojoko chenge moja, mbili. Anaenda kule. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo sasa anageleza moja, mbili. Anapiga lakini mpira. Goalkeeper anasema hiki ni chakula changu. Kumbuka hapa ni Tambaja Green Stadium. Baba, tunaona mpira unaendelea na unavyoangalia hapa, wasee wamesema lazima tupige hii kapumbu. Sikiliza, ngoma inatoka nje. Inakuwa ni ya kurushwa kuelekea upande wa Shines FC. Sikiliza, nambari ya 3 anaangalia arusha wapi. Anawatafuta wenzake, anaruza vizuri kumtafuta mwenzake, anatia kwenye kifua, lakini levariwa katikati, anapulisha kurombo ishara. Ni kama alikuwa ashautea, lakini bado wanaanza. Anapiga na referee, wanainua, lakini referee anakataa. Ngoma bado inatoka nje. Inakuwa ni ya kurusha kuelekea upande wa Shines FC. Mwenzake kule Kobro, lakini anapiga, lakini bado referee anapulisha kikorombo chake, ishara ni free kick. Sikiliza, free kick hiyo, miguu kama 21 hivi. Wapo Kobro atatumia ujuzi wake, lakini naona anajaribu kukimbia kule mbele angalau aweze kusababisha kule mbele, waenda wakapata bao wana UDFC. Sikiliza hiyo, anasonga tu, goalkeeper anaashiria kwamba alikuwa shot ya mapema. Huyo anaitwa Edmond, huyo akiwa ni mwalimu wangu. Lakini anafurahia sasa mwanafunzi wake akifuna matunda. Sikiliza, mtu anajua, inakubali ya kwanza, anapisha ya pili, inakubali, lakini bado anajaribu apige wapi, naye inakubali, lakini wanaanza Junior anajaribu apige wapi, anamtafuta mwenzake kule nambari ya 4, anawai, anamtafuta mwenzake kule chini, lakini bado kitu, bado safari, wana uwezo. Ngoma inasidi, inatoka nje, inakuwa ni ya kurushwa kuelekea upande wa UDFC. Sikiliza, nambari ya 3 anajaribu arusha, anachuchumia kwa uwanja, tujui itakuaje. Ni badrika ambalo tumeweza kushuhudia kipindi hiki cha pili, tukiwa tumejuna dakika 15 katika kipindi hiki cha pili. Sikiliza, inaanza, lakini mtu anacheza vibaya, referee wa katikati anapulisha kikolombo, inakuwa ni ishara kwamba alikuwa ameshachezewa, sivyo? Referee wa katikati naona anaminika kabisa, kwa maana anajaribu kujituma angalau aweze kuboresha mpira huu. Sikiliza, nambari ya 3, ni nguvu mpya huyo, ameingia katika kipindi hiki cha pili. Hatujui huenda akashaharisha matunda ama akaweza kuongeza bala, hatujui. Sikiliza, miguu kama 19. Wapi wanazuia ukuta, bado anaachilia tafale. Goalkeeper nawai, anasema ni chakula changu hiki. Goalkeeper alikuwa ametoka, lakini akasema huwa anachukua hiki. Fantakiri na tuturiwa kuli, goalkeeper anaruka kama nyani juu ya mgonda na kuchukua ngoma ile. Ngoma ambayo imeanza kwa kasi, lakini mwenzangu Kasim, naomba nao uchonge hapa karibu nasi, kwa maana tunaheshimika sana katika matangazo. Mwenzangu ni Dokore. Haya, anatoa moja huko. Ndio hiyo sasa, anapiga chinge moja kule, anasema iko ni chakula changu. Ndio hiyo, anasimamisha, anatoa, ndio hiyo, anapiga chinge moja, mbili. Anasema mpira lazima nisonge nayo, ndio hiyo, anamungeleza moja, anampiga, ndio ile. Kumbe alikuwa amesinsia, na huyo mpira ukawa mwingi, ukadondoka nje. Levo anasema
huenda kukawa na badiliko ambalo hilo tunaongojea kule, tuone hilo badiliko litaelekea sehemu gani. Mpira ni wa kudushwa. Asante sana. Basi kikiwa ni kipindi cha pili, timu hii ya Shining FC ambayo ikuvalia kijani kibichi, kadhalika timu ya UDA eneo bunge hili la Kitutu Chache North, mechi iliyo uwanjani. Tafadhali kama wewe ni security, tafadhali uje hapa kwenye jukwaa. Kama wewe ni security, tafadhali mnahitajika hapa mahala popote mulipo, tafadhali security. Haya, taratibu. Jazi nambari 15, pandikizi la mtu, piga pasi pembezoni kwake. Jazi nambari 9 analete hatari, piga kichwa, hatari pale, namna gari kata pale, alikuwa amekwisha otea. Alikuwa hapa lakini anapira kona. Naam, anasema ni kona hapa, inakuwa ni kona, wanafaidi hapa. Security tafadhali, pole Kasim. Security team tafadhali, tunaomba muweze kuja hapa mbele kwa jukwaa kuu, muweze kumuona bwana Jared Angwenyi. Karibu sana Kasim. Asante sana Kefanengo Bosire. Basi kama umesikia security mara popote ulipo, kuja kwa haraka. Sikiza, watakuwa naanza upya pale UDA FC. Anatizama chizo wapi, anza pembezoni kwake Jazi nambari 17. Anamregezea mwenzake pale, tuliza kwenye kidari. Anadokoza refu pale, namna gari kumtafuta Ongwae, anakuja kuzunguka sasa. Jazi nambari 2 anavomboroka tiririka pale, piga chenga mwili na Komari, tisha dokoza Ongwae, piga pale, pangwa goalkeeper, namna gari piga shuti la mbali, lakini goalkeeper akasema hii ni rahisi. Alikuwa amepiga fataki Ongwae huyo. Nilikuwa nimekutajia mapema Kasim kwamba Ongwae unajua izoea sana zile fataki za mbali, kwamba alikuwa akipata nafasi huenda akakuadhibu. Na Kasim, unapoendelea zile timu ambazo tulikuwa zinacheza kwenye ile third place playoff, timu ambayo inawakilisha Saints Ward, kadhalika itakuwa ni Monyerero. Zile timu mbili, Masakwe na Matongo, tafadhali tunaomba pia muweze kujiandaa karibia eneo hili. Asante sana muhakika wa soka mwite Kefanengo Bosire. Wanaanza mikao na Shining FC. Jazi nambari 10, piga pale, lakini alikuwa ameotea. Center referee anasema alikuwa amejenga kibanda kwenye ardhi ya wenye pasipo na idhini yoyote. Langu jina nite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Na wakati huo basi mechi inakamilika. Nikitumai 0-0. Ilikuwa ni mechi ya kufungua mechi za leo. Basi kwa labda mtashiriki kwenye third playoffs, tafadhali zile timu mungekuwa tayari mko uwanjani kwa sababu muda upo. Nitarajia sana kuona mechi tukimpata mshindi, hivyo sijui kama referee atakuwa anatupeleka kwenye penalty. Bila shaka penalty. Na tafadhali wale ambao wapo kwenye jukwaa kuu, tunaomba muweze kuondoka kisha muweze kupangwa upya. Wale ambao wapo kwenye jukwaa kuu tafadhali, tunaomba muweze kuondoka kisha muweze kupangwa upya. Hivyo referee, itakuwa ni penalty angalau kuweza kumpata mshindi katika mechi ambayo imekuwa ni mechi ya kuweza kutufungulia uwanja siku ya leo. Kama kwamba mechi ambazo zilikuwa zimeratibiwa kuchezwa ni mechi 3. Hii ya kwanza ambayo inawashirikisha waliovalia kijani kibichi, kwa maana kwamba wana Siso ambao wanatokea kaunti ya Kericho, bila shaka kujumuisha wana UDA staff ama wana UDFC, ukipenda waite Kisi wazee. Hivyo basi penalty ya kwanza itakuwa inachongwa na wana Kisi wazee. Tungoje tuone. Tangazo. Iwapo ulipewa bag na mchezaji anayejulikana kama Cliff,
Wewe kwa jina la Derek, tafadhali anakuomba umpelekee bagi yake pale Tambacha Primary School. Peana bagi pale Tambacha Primary School, mpelekee Cliff. Asante. Shukrani zaidi MC Monyo 19 kwa tangazo hilo. Hivyo tuko naanza penalty hizi. Asante sana penalty. Atakuwa anachukua za UDFC. Huyo ni Junior. Jazi nambari 13 kwenye gongozi. Anakuja kuchanja penalty. Funga penalty. Penalty imetulia. Tungoje tuone penalty. Penalty ya kwanza. Ngoja tuone kama atakuwa analifunga ama itakuwa namna gani. Hapa Amir Semeni itakuwa ni Jafeth Nyakunde ama itakuwa ni Mheshimiwa Aaron Cheriot. Zamu sasa ya Cheriot. Anaipiga nzuri tu sana. Amefunga kwa uzuri ingawa kwamba lakini amefunga kiufundi Kasim. Tungoje tuone ya pili upande wa timu ya UDA. Nakuja pale sijui muite kijana mfupi, mzee mfupi. Lakini wanaonekana kijana. Jazi nambari 17 kwenye gongozi. Siku zote watu wafupi penalty zao kushika ni nadra sana. Nasema kwamba ni penalty ambazo zimekwenda skuli. Kisha jana penalty ambao unaweza shika. Jana ulimbashiria mchezaji yule Kimo anakapoteza. Sikiza. Anapiga pale. Lakini hao makipa Kasim ni kama ndo wana jina wachezaji. Haya, tungoje tuone hii kama itakuwa inafungwa. Tuko ni zamu ya wana Siso sasa. Washafunga zote mbili wana UDA. Tungoje tuone hii ya pili ya wana Siso, wageni ambao ni wageni na marafiki wa karibu sana wa Mheshimiwa Super Patron ambaye ni Mheshimiwa Jafeth Nyakunde. Tungoje tuone kama watakuwa wanamtia tabasamu wakili Kemboi ama itakuwa kwaje. Kuja kuicheza ni jezi nambari 14 sasa. Wote ambao wamepiga penalti, wachezaji watatu, wawili wa UDA washapachika ndani zao. Kisha wa kwanza wa Siso pia alikuwa kishafunga. Tungoje tumuone huyu jezi nambari 14 kama atakuwa anaifunga sasa. Kipenga kinapulizwa, anasonga na zile hesabu hatua ya kwanza ya pili. Sio kitu, ile ni kitu ya kupangua tu. Sawa. Ushatangaza msimamo. Tupe ya timu yako sasa. Nawaambia kuna tofauti ya goalkeeper na Onana. Vitu viwili tofauti. Sikiza, kuna tofauti ya Onana kuna Onana na goalkeeper. Vitu viwili tofauti. Sasa huyo beki anaweza akafunga kasi. Jazi nambari 2 ipo ndani. Ubashiri kwa Kimo ni mfupi, sio mrefu sana kama si mrefu, unajua kwa mpira mfu. Kucheketa miguu yake pale. Penalty safi. Haya, namna ya kuweza kuishangilia umeiona. Asante sana pia mwanahabari Konto. Picha safi sana, naziaminia siku zote. Nizamu ya wana Siso kuja kuichonga penalty. Tungoje tuone nani atakayeteleza na kuweza kuipoteza, lakini hapa jua kwamba wote washafunga jezi nambari 3. Vijana wake wakili Kemboi. Tungoje tuone kama atakuwa anafanya kweli ama itakuwa kwaje. Kipenga kinapulizwa. Anaangalia icheze vipi? Anamwangalia machoni kipa, anaipiga anapoteza. Sasa huyo ndio goalkeeper. Sasa ndio goalkeeper. Huyo ndio Onana. Huyo ndio Onana, sio? Hapana.
Tungoje tuone penalty ya upande wa UDA. Wakati pia namuona muamuzi refa anasema kwamba nizamu ya kipa. Kama alishindwa kuzuia kushika, je, tusubiri tuone. Kupiga anapiga pale, anapagua hapa. Makipa unajua wanasomana. Hivyo sio rahisi kumfunga kipa mwenzako. Sasa unajua kasi mtangoja sana zamu ya kipa huyu UDA, kumradhi huyu Kericho naye akija kuipiga penalty. Haya, tungoje tuone zamu ya wana Siso sasa ambao wanawakilisha kaunti ya Kericho. Itakuwa ni zamu ya beki huyu jezi nambari 5 mgongoni. Kipa angalau kuweza kujitia ujasiri na kuweza kumrushia mpinzani woga tunapomngoja mwamuzi akipeleza kipenga. Kisha penalty kuweza kuchunga jezi nambari 5. Anaweka ile ngozi mala pake, kipenga kinapulizwa. Anazihesabu hatua nyuma. Kisha anaangalia icheze vipi. Anakuja kuipiga Siso, anapoteza kile kima ambacho Kasimo kutegea cheza. Namna gani hapa walianza kwa mapema kuweza kutufurahisha kwa ile michongo yao, lakini wanaanza kuzipiga hafifu tu. Hafifu huyo chiza ambavyo anatembea ni kama atapoteza. Mzee kazi huyu naye aweza akapoteza. Huyo chiza ambavyo, lakini Ongwa amempa moyo, amemwambia wewe ndio unategemea hapa. Sasa unaweza ukabashiri kile ambacho Ongwa amemwambia. Kukupia tu kama unashika unasonga nao ndani. Ni jiwe. Tungoje tuone wibeki sasa. Hapa kufunga tusubiri tu. Anapiga pale. Vipi? Huyo kufunga ni hata sio kwamba imeshikwa, amepoteza, amepiga nje. Iko hapa mashabiki. Nilikwambia vipi huyo? Nilimuona mapema. Lakini kama pia captain ama Ongwa alimdanganya. Ongwa ni kama alikuwa na hisi akajaribu kumwibia siri. Lakini bado lakini utasema kwamba labda alijaribu kuficha. Sijawahi ona mchezaji akipoteza penalti alafu akatabasamu chiza aliyotabasamu pale. Sasa unajua yale ambao wameelewana mahali wanapatana na wageni hao kutoka Kericho uwezo ukajua. So hataki kuchoma unga. Haya tungoje ama ni match fixing. Unajua ile referee si official ama wakili amewaonga kitu pale. Wakili wajua akaunti yake si unajua imejaa. So acha tungoje matokeo, nitakupa ukweli. Haya tungoje semezana pale na mwamuzi mkuu. Ngoja tuone kama atakuwa anaimalizia hapo kwa sababu washapoteza 2-2. Hivyo tungoje tuone kama hii itakuwa ni ya kumaliza shughuli hapa, kwa sababu hii ni jezi nambari 9, mchezaji wa kuaminika sana katika timu yake Wakili Kemboi akifunga. Haya, wana Siso jezi nambari 9 ametupa hiyo, ameuza, anaonekana kujiamini, ameuza, kisha kipenga kinapulizwa, shika Mzakimbo anaipiga kwa kizuri. Watakuwa wanaibuka washindi wana Siso ama itakuwa ni ya mwisho ya kuamua, lakini moja. Huyu goalkeeper moja pande zote. Huyu goalkeeper UDA kama hivyo ndivyo atakuwa anashika mpira. Where are we heading as a country? Yangu siseme kitu. Ameanza kucheza lini Kanata? Haya, jezi nambari 10 Kasim. Hapa nifunga tuone. Jezi nambari 10 unaona muaminia. Tapiga fataki ingine hapa. Haya, sikiza. Anapiga pale tare. Penalty safi, amefunga safi sana. Jezi nambari 10 kupoteza penalty nadra sana. Tungoje penalty ya mwisho. Asante sana. Kuna mzee sana anamezea mate sana kutangaza lugha ya mama. Utatuonyesha. Tungoje penalty ya wana Siso ambayo naamini kwamba itakuwa ni penalty funga kazi, jezi nambari 13. Kisha
Timu ya Sensi kadhalika Monyerero, tafadhali muweze kujiandaa karibia mahala hapa tuweze kushuhudia ile third place playoffs. Wana Matongo dhidi ya Masakwe. Jezi nambari 13. Anangoja kipenga, anaipiga poteza. Anapoteza, amini usiamini. Na hivyo basi wageni wanapoteza. Lakini tunasema asante kwa kuja. Na kasi haimaanishi kwamba wakipoteza hatutawatembelea. Tutawatembelea tu jukwani. Atakuwa anatuelekeza wakili wale ambapo watakuwa na keti. Hivyo basi timu ambazo zitakuwa zinafuata Sensi kwa wakitacheza dhidi ya Monyerero ama Matongo dhidi ya Masakwe kuweza kumtafuta wakichukua nafasi ya 3 kadhalika ile nafasi ya 4, kisha baadaye itakuwa ni bonge la finali MC M19. Asante.